Takiwa kubali timu bora Yanga hapa Tanzania. Umeelewa? Nani? Nafasi ya ngapi klabu bingwa vipi? Kitu cha kawaida iko. Haya sawa, sisi tuko nafasi ya ngapi mpaka sasa hivi katika 10 bora sisi tupo? Au hatupo katika 10 bora? Na nakuuliza wewe. Wewe unamekuuliza nafasi ya ngapi? Alafu umeona sababu Simba alivyokuwa matatizo. Yaani jana kafungwa pale. Ndio maana mimi nakwambia Simba kama samaki. Yaani sisi tuna uwezo kumla Simba yule kama samaki, tunamla upande huu. Tunaamua tunatoa miba au tunamgeuza. Yaani sisi wenyewe tunajisikia. Hawana timu. Young Africans mna forward 2. Kuna muda Mzizi anakuwa forward ambaye anatokea pembeni kama winga, lakini pia mna Prince Dube. Wote wamemaliza ikiwa na magoli mengi sana katika NBC Premier League. Yupi wewe ni striker wako ambaye ni ukiambua kuna Mzinze, kuna Prince Dube, unaanza naye yupi kwenye kosi chako cha first 11? Blaza iko wazi hiyo. Yule mtoto safari siku katokea wapi, mtoto mpya. Yule mtoto simuona alivyoingia mwenyewe alichokifanya. Kwa Dube kuna muda game zinamkataa. Hamna, Dube ni mchezaji bora, sio kama sio bora. Ni Dube mchezaji bora na tunampenda, tunamkubali. Ila kiukweli zaidi tukatae tukubali, Clement Mzize ni bora zaidi. Na ndio maana sisi tumefanya nguvu sana kumbakisha yule mtoto. Unaambiwa sisi baada ya kushinda ile mechi hii ya dabi, bosi baada ya kutoa ile fuba leo hapa waliozulula nalo ile bilioni 1. Lile achana nalo lile bana. Wewe unataka sisi watu bana hizo za ndani. Haya mambo za ndani hasa na eti milioni 100. Unataka bingwa ni bosi unaambia baada ya kutoa IB. Achana na ile B. Kamaliza sijui mishahara ambao wanaodai. Maana siku na mishahara zile wanasema sijui kuna mishahara mtu mwezi mmoja tarehe hizi. Yaani wewe leo wapigie watu simu wadai. Kama unamdai mchezaji wa Yanga piga simu leo. Watoto wamelipwa hela zote. Umeelewa? Na mpaka masuala ya usajili na ambaye engineer alivyoongea tukamwambia baba usimalize maneno. Angalia kwenye simu. Mzigo GSM Garibu. Ona ndako na bosi Muhindi anaanza kuongea nasikia chole hamerezi ndeke Januari. Mimi mimi sitaki bwana, nataka pilipili mimi pilipili manga. Wa India. Waindi soma bosi. Umesikia Bigi? Young Africans baada ya kutamatika kwa msimu sehemu gani ambazo hasa unahisi za kiufundi za kufanyiwa maboresho? Lakini pia sasa kuna tetesi mbalimbali za usajili, tunasikia wakina Girimugisha wanataka kuja Young Africans, Faisal Salum wanataka kuja Young Africans pamoja na wachezaji wengine. Sasa sehemu zipi ambazo za kiufundi kwenye sehemu ya kiungo, sehemu ya backline, sehemu ya winga, safu ya ushambuliaji kiujumla, wapi hasa ambako inabidi wajiboreshe kuelekea msimu ujao CAF Champions League? Sisi hapa kuna viungo washambuliaji, unabidi tuongeze chachu pale mbele. Kama alivyoondoka Stefano Aziziki, tunahitaji pale afanyaje aongezeke. Na ukiachana na hiyo hata viungo hapa kati pia lazima tumtafute mtu mbadala wa Lydia Ucho. Lydia Ucho. Maana Lydia Ucho sometimes akiumia unaona kabisa timu yetu inakuwa inalega. Na yeye ndo playmaker wa timu. Yote tushafanyia kazi hayo baba. Kuna mtoto mwenyewe hapo kutoka mjini Chamanzi hapo. Wako wawili hao. Kuna mmoja anatumia gula left huyo. Amesaini kweli? Shughuli imeisha hiyo baba. Hiyo shughuli imeisha. Yaani tumemaliza na kama anabisha hapa azungumze. Hata pale kwa sisi tunachokonyoa tu. Lakini wote wakubwa kutoka Jangwani walikuwa wanamhitaji huyo ambaye unamzungumzia hapo. Tetesi za usajili zinasema kwamba Young Africans wametuma ofa kwa Faisal Salum, lakini pia Simba Sports Club wameonyesha nia ya kumchukua kiungo bora huyu sasa hivi Tanzania. Sasa wewe ndo Faisal. Haya, Simba amekuletea barua. Yanga amekuletea barua, unaenda wapi? Sasa mimi ndo Faisal Salum. Maslahi. Maslahi. Kuna wakati mwingine timu zingine kuzalilishana. Wewe umeona alienda kimaslahi kule, akatoka hapa kwa dharau, kimemkuta nini? Hajavaa medali mtoto wa watu. Kule shida, matatizo, kombe hakuna. Anakuona nani bwana wewe? Njoo Jangwani pale. Yaani msikiliza hata wewe mwenyewe umeona mimi nafanya yani kama uwezo, mimi nakufanyia mpango uje Jangwani pale. Umeelewa? Yaani wewe unatembea na kina Alikamu wale nini muda wote unaojoji, mazingira yako yanapasua kwenda hivi. Umeona? So hawa mbona wanatia huruma, sasa hivi huruma. Yaani mpaka sisi nafika kipindi kushangilia tunashindwa. Sasa tunauliza nani tawi letu? Tawi letu sisi tawi letu hawa. Ndio anakubali kama umetoka ubavuni mwetu sisi hawa. Hawana lolote sisi hawa unavyoona Simba hawa. Sisi umeona kajibu. Kajibu, kashajibu, umeona? Umeona sasa kashajibu kakubali. Umekubali kwa hiyo. Nani sasa mkubwa nani? Shabiki wa Simba wana matatizo gani? Hivi wakwanza wanasema misimu 4 ambayo wenyewe mmechukua mfululizo, lakini pia Simba Sports Club nao walichukua misimu 4 mfululizo. Kwa hiyo ni kutesa kwa zamu. Kombe gani?
Hajawahi kuchukua msimu NBC Premier League. Uongo. Alifanya mtoto sasa. Misimu minne wapi? Alifanya mtoto. Misimu minne iliyopita inayofuata ndo mkaanza. Mitatu mfululizo. Bana wewe. Yaani kama tunabishana hapa, hata hapa sasa hivi tugugu hapa. Simba misimu mitatu mfululizo. Si ndo ambayo kipindi kile sisi tuna mtu pale kuitwa Naniliu. Sisi tunachukua mfululizo naondoka manji tu. Umeelewa? Wanachukua hawa, wamechukua mfululizo mara 3 baada ya kuanzisha kombe la NBC. Mpaka leo hakuna timu yote hapa Tanzania imewahi kuchukua kombe zaidi ya Yanga. Nitajie kama kuna timu imewahi kuchukua kombe la NBC. Nampa milioni 1 hapa sasa hivi. Mashabiki wa Simba wanalalamika kwamba GSM kudhamini vilabu vingi hapa katika NBC Premier League vinapelekea wao kupata urahisi katika mechi zao. Sasa Simba Sports Club naye pale kuna mkono wa GSM mpaka wanaendelea kumburuza takriban mechi ya 5. Simba kweli. Hata wewe si ndo maana Mangungu amtaki. Mangungu mbona kitambo tukashachukua fuba lake. Kwa GSM kashachukua. Kwa mwakani Simba tutarajia kuona lebo ya GSM. Kama ilivyokuwa zamani ile katikati ilikuwa hapa kwenye kola wakaichana. Safari tunataka tuibandike pale mbele kabisa pale GSM. Tunabandika ni mnembo mkubwa pale kwenye jezi la Simba. Na wasipotaka watavaa, wakikataa watavaa na hata kwa bakula watavaa. Wasi umeona tarehe 8 walivyoleta uni wao pale. Na sisi tukagoma. Wasi umeona hajatoka watu, unaona bishana Yanga wanaume. Dabi bigi ilibidi icheze tarehe 8 ikapelekwa mbele tarehe 15 na imetamatishwa tarehe 25. Kulingana na matokeo ya jana, nani alikuwa anamkimbia mwenzake? Sasa umeona alobomolewa ile mechi kachungulia. Hao wanajifanya washirikina wakaenda kwa pili. Kuna namna kama Simba hawakuipa mechi kipaumbele, ndio maana hata kuifanyia promotion na vitu kama hivyo. Simba alichokifanya ile ile mbaya, kwa sababu wamejua kufanya promotion. Mashabiki watajaa, watakuja uwanjani na sisi pesa yetu tutafanyaje? Tutaingiza. Mbona sisi tunawafanyiaga promotion, umeelewa? Ila walicholeta wao ni lo ngumu, kuleta ubishi. Sasa mwisho wa picha na hisi wakatonywa, wakamba hivi nyinyi mna akili timamu. Alianzisha keseke hili ni nani kama sio ni nyinyi? Kwa sababu nyinyi tarehe 8 mmekuja mmegoma, umeona? Mlivyogoma tarehe 8. Baada ya kugoma, sababu ya kutokugoma kwenu haijulikani, bodi ya ligi kawabeba, kwa sababu bodi ya ligi ile ilikuwa inawabeba sana hawa, hata marefa sometimes walikuwa wanapangwa marefa hao mchongo. Yaani unakuta refa mwanangu ile tukaweka tuta. Umeelewa? Hao ndio wamesababisha mtu kachelewa kurusha tukawacha mpira chini lady. Asiongea, yaani kwa kweli kabisa Simba ilikuwa ni kila mechi yao ilikuwa tumbo, yaani kwa sababu ilifika kipindi Simba kupaswa hata kuwa nafasi ya 4 bro. Mimi sikufichi. Ndio marefa kama jana angekuwa anachezesha Simba hata nafasi ya 4 alikuwa ikanyagi. Angekuwa nafasi ya ngapi? 12. Umeelewa? Kweli. 8. Yaani huo ndio ukweli. Karibu sana hiyo. Sasa karibu vipi kati tunaongea ukweli blaza kwenye mpira? Yaani tatizo lake wewe ndondo, yani kama jina lako ndondo kama marage vile. Yaani hayo ndondo, yani jina lake uba na ndondo. Ndondo, lakini watu wa Yanga furaha yao Simba afungwe. Akishashinda Simba tu utasikia bibi kamza babu kamza bibi yake. Akifungwa Simba tu wako ndo furaha. Simba kama anashinda utasikia tubale fai kabeba yule. Wakati sasa watu wanashinda Mbagala TV online.